Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport ili tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojiri barani Ulaya. Ikiwa leo ni tarehe 20 Februari, mengi yanaendelea kutokea. Basi nakukaribisha uweze kusubscribe katika channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Tuanze moja kwa moja na kule Ufaransa. Inasemekana kwamba klabu ya Paris Saint-Germain maarufu kwa jina la PSG imekuwa ikimfuatilia mshambuliaji wa Norway na klabu ya Manchester City Erling Haaland kwa muda mrefu kimya. Wamekuwa wakipeleleza namna ya kuimnasa mchezaji huyu na namna wanavyoweza wakatengeneza approach ya kumshawishi Haaland kuweza kuhamia kwenye timu yao. Lakini matumaini yanakatwa na Erling Haaland mwenyewe ambaye alishakwisha kuweka wazi kwamba kama akiondoka Uingereza, sehemu nyingine ambayo anaweza akaelekea ni La Liga au Hispania na si Ufaransa. Lakini PSG wanasema kwamba hawajakata tamaa, wanaamini siku moja ndoto yao ya kumnasa Erling Haaland inaweza ikatimia. Tujikumbushe kitu kidogo. PSG waliwahi kuwa na ndoto kama hii kwa Neymar na watu walifikirigi kwamba ni utani, lakini ghafla tulishangaa dili la Neymar kwenda PSG lilikamilika, licha ya kwamba lilimletea Neymar madhara kwa sababu pale ndio ilikuwa mwanzo wa kuporomoka kwa Neymar kimpira. Lakini pia dili la Lionel Messi na lenye pia walilikamilisha. Na je, Haaland naye wataweza kukamilisha dili lake? Na je, kama Haaland akishawishika kwenda PSG, ndoto yake ya mpira itapotea kama Neymar au la? Ni maswali ambayo unaweza ukabaki nayo kama mdau wa soka. Lakini majibu mwenyewe wakati utaongea na Haaland mwenyewe ataongea. Kwingineko, klabu ya Aston Villa inataka kumsajili kiungo wakati wa Wales Harry Wilson kwa uhamisho wa bure kutoka Fulham msimu wa joto, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 pia akidaiwa kunyatiwa na klabu ya Everton. Telegraph wanaripoti kwamba Harry Wilson atakuwa huru na yeye mwenyewe atachagua ni wapi aweze kuelekea. Kwingineko, beki wa Tottenham Hotspur na Argentina Cristiano Romero na kiungo wakati Uingereza Conor Gallagher ambaye amejiunga na klabu ya Tottenham Hotspur hivi karibuni. Wachezaji hawa wote wawili wamesema kwamba wanatarajiwa kuondoka katika klabu ya Spurs msimu wa joto ikiwa klabu hiyo itashuka daraja. Mwendelezo wa Tottenham Hotspur haujawa mzuri kwenye soka kwa sasa, na hivyo inaweza ikawapelekea kushuka daraja kama wasipojirekebisha. Na wachezaji hao wawili wameeleka wazi kwamba wao wataondoka moja kwa moja kwenye timu hiyo. Kwingineko, mchezaji wa klabu ya Real Madrid Vinicius Junior maarufu kwa jina la Vini Jr, raia wa Brazil, katika miaka yake 8 tangu ajiunge na klabu ya Real Madrid, inasemekana kwamba mpaka sasa amekutana na matukio zaidi ya 20 ya madai ya ubaguzi wa rangi. Yamkini anaweza akawa ndo mchezaji ambaye mpaka sasa amebaguliwa zaidi akiwa uwanjani. Wachezaji wa baadhi ambao wamekuwa wakikutana naye wamekuwa wakimbagua kutokana na kuwa na asili ya rangi nyeusi, na uwezo wake wa mguuni unawakera baadhi ya mabeki, na hivyo kupelekea baadhi yao kupaniki na kupigana naye na kumtukana na kumkashifu juu ya rangi yake nyeusi. Ilitokea juzi kati ya mechi yao na Monaco na iliweza kutengeneza picha na Benfica, mechi yao na Benfica, na iliweza kutengeneza picha mbaya sana katika soka la Ulaya. Lakini Vinicius Jr amekuwa akionekana kila anapobaguliwa anarudi uwanjani akiwa strong na kuendelea kupambana. Kwingineko, klabu ya Barcelona na Atletico Madrid zinapigania vikumbo kiungo wa kimataifa wa Ureno Bernardo Silva ambaye mkataba wake na klabu ya Manchester City unakaribia na unaisha msimu wa joto, huku klabu za Juventus na Monaco pia zikimwania mchezaji huyo aliye na umri wa miaka 31. Bernardo Silva ni moja ya silaha ambazo Pep Guardiola amekuwa akizitumia kwa ufanisi sana uwanjani. Tumalizie na kule Brazil. Kocha Carlos Ancelotti ananuia kusaini mkataba wa miaka 4 kama kocha wa timu ya taifa ya Brazil ili kuitumikia Brazil, na imethibitishwa kwamba ni yeye ndiye atakayeongoza Brazil kwenye michuano ya kombe la dunia mwisho wa mwaka. Na Ancelotti huenda akapewa mkataba mrefu zaidi ili kuendelea kuinoa miamba hiyo ya soka ambao ni mabingwa mara 5 wa kombe la dunia. Ancelotti tangu ameenda Brazil imekuwa ikiperform vizuri sana, na ndio maana viongozi wa hiyo timu na malegend wanavutiwa naye. Basi tumefika tamati kwa leo. Karibu subscribe channel yetu. Bye bye. Pia